kipawa, mbona hiki kipawa kiendi? Na mbona ndugu yangu yule ana nyota ya utajiri, mbona ile nyota ionekane ing'ai? Mungu amenituma kila kilichoibiwa kipate kurejeshwa. Kwenye kanisa kuna vitu vimeibiwa. Ni lazima tupaze sauti ili Mungu apate kurejesha. Ukuu wa Mungu uonekane hapa Mosco kwamba kuna kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kama hapa watu hawajui kama hapa kuna kanisa, haoni sehemu ya kukimbilia, ina maana sisi tumeibiwa. Maombi yetu tunayoomba ni ya uongo. Hatuombi maombi ya kumaanisha kwamba Mungu ninarejesha. Mwizi anapoingia ndani yako akibeba TV, jamani mwizi huyo, jamani mwizi, nani atakusaidia? Lakini ukisimama jamani mwizi anaondoka na TV, watu lazima watafungua milango. Na wewe omba kwa ajili ya kanisa ili mbingu ifunguke, malaika washuke. Leo kilichoibiwa kwenye familia kitarejeshwa. Unashangaa mtu amesoma, ana vyeti, ana muonekano mzuri, anavaa, lakini unashangaa hata 500 hana, hata buku hana. Bwana Yesu asifiwe. Hata hela ya kula hana. Ni kitu gani huyu mtu? Huyu mtu kaibiwa sio bure. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani wewe usome ukose kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaanza kusoma. Neno letu litaanza kwenye kitabu cha Isaya 42 na ule mstari wa 22. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Watu wanapotekwa, wako gerezani, hakuna anayesema jamani tufanyeni kitu ili tutoke kwenye hili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tutoke kwenye hili gereza. Bwana Yesu asifiwe. Tupate kutoka jamani, tufanye nini hapa, tuongeze maarifa ili tutoke huku gerezani tulikowekwa. Lakini hakuna. Watu wanasema da bora tuendelee kukaa tu, tuendelee kuishi tu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, hakuna asemaye rudisha. Watu wapo kwenye gereza, watu wapo kwenye mawindo, wamewindwa sasa, wamenaswa. Hakuna asemaye rudisha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Tupaze sauti, tuseme rejesha, tuseme rejesha. Bwana Yesu asifiwe. Unashangaa mtu unafanya kazi, una hela, lakini unashangaa kwenye nyumba unayokaa sio nyumba nzuri. Unatamani utoke na hela unapata. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana watu wameiba nini? Ule ufahamu wako na akili zako, kwamba uone hapo unapokaa hata kama panafuja mimi naendelea kukaa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo natamka katika jina la Yesu, kwa kupitia hii madhabahu, kila aliyeibiwa ufahamu wake, kila aliyoibiwa akili, kila kipawa kilichoibiwa, kila taaluma iliyoibiwa, nimetumwa kutangaza kurejeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu mpaka sasa hivi inabidi wawe kwenye ndoa. Wako watu lazima wawe kwenye mahusiano, wawe kwenye ndoa, wawe wameolewa, lakini wako tu wanaishi tu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hawaelewi, yaani wanaona wanaume wanawaona, wanawake wanawaona, lakini hakuna hata kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Wamekamata ufahamu. Ukimuoa yule wewe, utamlisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Utamvalisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekamata ufahamu. Unaona kabisa yule mimi nikiwa naye maisha yataenda. Lakini unajitia uoga, hapana, nitamlisha. Wewe unakula nini? Bwana Yesu apewe sifa. Ufahamu uliokamatwa leo natangaza kurejeshwa katika jina la Yesu. Akili iliyokamatwa leo ni siku ya urejesho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenye familia lazima kuwe na mkombozi. Ukizungumzia katika familia ya Yese,
kulikuwa na watoto wengi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akamnyanyua nani? Akamnyanyua Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza ukawa ni Daudi hapo lakini hujijui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ufahamu wako umefanya nini? Umekamatwa. Mimi nitakuwa mtumishi wa Mungu mimi. Mbona siendani? Bwana Yesu asifiwe. Usimwangalie mtu kwa macho, angalia kile kilichokuwa nini ndani yako. Mungu haangalii wewe una shape, una body, una six pack, si mkono wako kama nondo umejazia. Mungu haangalii hilo. Mungu anaangalia moyo wako. Watu wananyanyua vyuma, wanajazia na kitembea, unaona yes, huyu akiwa mtumishi wa Mungu. Akiwa mtumishi wa Mungu sasa anapiga watu ngumi huyu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaangalia nini? Anaangalia moyo. Mioyo ya watu imeibiwa, mioyo ya watu imetekwa, wanajisahau wao wenyewe. Kwa sababu wamefanya nini? Wameibiwa. Wako watu kanisani wanakuja tu kama kutembea. Wanasema mimi nakuja tu kufanya ibada na ondoka. Kumbe hawajui ya kwamba ndani yao Mungu kaweka kalama nini? Ya utumishi. Ila leo nimeambiwa watu watajijua. Bwana Yesu asifiwe. Watu watajijua leo kwamba wao ni watu wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Watu watajijua leo kwamba leo wao ni matajiri. Bwana Yesu asifiwe. Watu watajijua kwamba wao maisha wanayoishi sio ya kwao. Bwana Yesu apewe sifa. Liko mandaya sefu dishala mandosiko ya mandabosi jekula mana ya desika yana makotosheta rabobo boshe kota la mandu zisha kata yanda rabatosi repota kata yakula resa na manodi disa kata yakuri rekota pata sheti rikota yana mando repoko shakata rakasaka rekota jimanda desi yeko rabadadosi rekota mandadoso jikatara rapo kita rikota ya ramandosi jikota kata rekota remonda rikosikote reketeketeke reketekere repokatara raposhika rimanda dese rekoshi rikotayaka remondo sokota riko yaku rikata yaka rakataka repopopopo rekoshi rikotamanda ramoshe rekota katari rikoshi kataramanto repokosha repopopopo rekosika rakoshi rekotamandu. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mtu wa mwilini, kuwa mtu wa rohoni, ili uweze kujua siku ya leo ni nini ambacho kinatendeka, ni nini ambacho Mungu anataka kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye familia, Yakobo naye alikuwa na watoto wengi. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa ni watoto wengi, lakini Mungu akamwangalia nani? Akamwangalia Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia muujiza aliyokutana nao Yusufu. Mtu kaenda jela, anatoka jela anakuwa waziri mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Kilichoibiwa kinaenda kurejeshwa. Kwenye familia, kwenye ukoo, ninaona kuna watoto wamezaliwa lakini ni watumishi wa Mungu. Mungu anataka vijana wasimame kwa ajili ya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka vijana wasimame, maana vijana anaposimama akisema kwamba mimi nimeokoka, watu lazima waamini. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii akiokoka mtu mzee anasema bwana yule kwa sababu maisha yake ameshakata tamaa ndio maana ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yule mzee anakuwa amhamasishi mtu kufanya nini? Kuokoka. Kijana, funguka leo. Leo funguka. Leo ni siku ya urejesho vijana. Bwana Yesu asifiwe. Vijana ndio mnatakiwa msimame sasa hivi. Vijana tunatakiwa tusimame sasa hivi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wengi tumekamatwa ufahamu, akili. Atuambizani yale maneno mazuri zaidi ya kukatishana. Utumishi wewe, utumishi acha. Wewe mpaka miaka 5 mpaka kakwambia nani? Kwani wanakwambia ndio Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaja ukasimama leo madhabahuni ukamwombea mtu mmoja ukapata gorofa. Kwa nini unadanganywa? Kwani huyu anayekwambia bwana wewe acha utumishi, wewe acha yani nakwambia utahangaika, utakosa hata hela nauli, utatembea kwa miguu. Watu wanazungumziaga mpaka kwa mifano. Umemwona mtumishi fulani?
Yule bwana alihangaika, alichoka, yani alitembea mpaka miguu viatu vimechanika, ni viatu vinacheka mbele namna. Bwana Yesu asifiwe. Unaye unaamini unarudi nyuma, wakati Mungu kakupa karama. Ukiombea watu wanapona. Unaona maono Mungu anakuonyesha, alafu mtu anakuja kuambia, utumishi wewe kazi kweli. Usikubali. Huyo sio Mungu. Kilichopotea kipate kurejeshwa. Nimetumwa na Mungu kuja kusema na huo moyo wako. Mimi sisemi na wewe mwili wako. Maana mwili wako ni fashion show tu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukatoka hapo kaenda disco. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukatoka hapo kaenda guest. Bwana Yesu asifiwe. Lakini moyo unaumia. Unasema huyu mtumishi wangu huko anakoenda ni wapi? Kumbe mwili fashion show. Moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anasema na moyo. Asemi na wewe mwili wako. Mwili kazi yake ni hapa chini. Roho kazi yake ni wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini unahangaika na vitu vya chini? Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine kuna maembe wakati yameiva, mtu mwingine anasema sitaki kula ile embe lililodondoka chini, mimi nataka nilipandie juu ili nilichume mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kilichokuwa juu ni cha utukufu. Embe la chini lile pengine mtu kalitamkia maneno mabaya kwamba akikamata huyu ale tumbo limsumbue. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapolifuata kule juu, ina maana juu anakaa malaika. Juu anakaa mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Nani aliyekudanganya, aliyekamata ufahamu wako, anakwambia hangaika na haya mambo ya chini? Bwana Yesu apewe sifa. Ufahamu wako leo ufunguke. Chochote kilichoibiwa leo kipate kurejeshwa. Jua wazi wewe Mungu amekuchagua. Kama wewe kwenye familia hakuna hata aliyeokoka hata mmoja. Hakuna hata mmoja anayekuja kanisani. Hakuna hata mmoja anayemwimbia Mungu. Hakuna hata mtu mmoja anayeombea watu. Jua wazi wewe Mungu amekuchagua. Wewe ni mkombozi wa familia. Ni lazima usimame. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilivyoona familia yetu, wote ni watu ambao tumekamatwa ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshikwa. Wakati niko Muislamu nikaa naona ni sawa tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana sisi ndio jinsi tulivyo, ndio hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata anayesimama hata kuomba. Kila mmoja kimwona kama zezeta tu hivi, ajielewi. Msiba ukitokea hapa, nakumbuka mara ya mwisho. Mungu atusaidie sana kwenye hizo familia. Wakati Mungu amenisaidia, amenijalia kupata watoto mapacha wa kike na wa kiume. Baada ya kufikisha miezi 6, wa kike akawa amefariki. Basi alipofariki, familia kama familia kwenye kutoa mchango wanichangie ili tukamzike yule mtoto, ilikuwa ni mtihani. Ugomvi umetokea upande wa mwanamke nilozaa naye na upande wa kwa baba. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana upande wetu wale wanasema acheni watoe yao upande wa kikeni watoe lao, wanasema toeni hela nyinyi upande wapi? Upande wa kiumeni. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wamekamatwa ufahamu, hawakisamini kile kilichokuwa kimekufa. Mimi mpaka huwezi kuamini, nikawapigia simu mabosi wangu ambao nafanya nao kazi Coca-Cola, bwana mimi kuna hivi na hivi na hivi na hivi, wao ndio wakanitumia hela. Tukapata kwenda kumstiri nani? Kumstiri yule mtoto. Lakini familia kama familia, ina maana wao wakajitenga, wakakaa pembeni. Bwana Yesu apewe sifa. Usione watu wanaokoka, usione watu wanamkimbilia Mungu kwa sababu familia zao zimekamatwa. Familia zetu zimeshikwa. Hakuna anayesema rudisha. Kwa ajili ya nini hii familia yangu mimi iko hivi? Familia nzima wanakuta wavuta bange. Familia nzima wanakuta wazinzi. Baba mzinzi, watoto wazinzi, watoto wa kiume, watoto wa kike, wote ni wazinzi. Hakuna anayesema jamani, kwa ajili ya nini huu uzinzi unatokea kwenye familia? Mungu kweli kaagiza hivi tuwe wazinzi familia yote? Unashangaa familia yote machizi. Unaelekezwa familia ile ya machizi pale, nenda pale. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kwenye ile familia ya madeni ile. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna aliyesimama kusema rudisha.
mimi nasimama kama familia. Familia ina maana Mungu anapotuma umesimama kama familia, iwe kanisani, iwe kwenye ukoo wote, iwe kwenye familia yote, ina maana wewe umetumwa kuja kusimama kutamka ya kwamba nini? Rudisha. Haiwezekani kila siku watu tuko hivi hivi. Ina maana kuna kitu hapa kimeibiwa. Kwenye familia mtu anapozaliwa lazima kunakuwa na nyota. Lazima. Hata huko Ulaya si wote wanaocheza mpira, lakini yuko mmoja atanyanyuka kwenye kucheza mpira. Huyu anakuja kuisaidia nini? Familia. Lakini leo hii tatizo likitokea hapa, ikipigwa simu unaanza kukumbuka sasa, siyo niuze TV yangu, siyo niuze nini. Bwana Yesu asifiwe. Si wengine kwenye familia ndo watatu kumbuku. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunaonekana ile weae choka mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye sherehe wewe uambiwe, kwenye msiba ndo naambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana umeandaliwa kwa ajili ya mtu akutia huzuni tu. Bwana Yesu apewe sifa. Ina maana wewe kama wewe ualiko kwenye sherehe, ina maana wewe kwenye sherehe hutakiwi kufurahi.